Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumhimidi al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, kwanza kabisa tunazitoa shukrani za dhati kwa kukaribishwa katika channel ya Kisalo TV. Natumai sote tutakuwa tupo salama, alhamdulillah. Basi sitopenda tuwakawize ama tuwapatie maneno mengi, isipokuwa tutawaletea kile ambacho tumekiandaa kwa ajili yenu, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie hiki kidogo ambacho tutakachokifikisha kiweze kuwa ni moja ya faida katika dunia na kesho akhira. Mada yetu itazungumzia kuhusu kusamehe. Kama vile tunajua mtu anaweza kakosewa, mtu anaweza kakasirikishwa, mtu anaweza kadhulumiwa, mambo mengi ambayo yanaambatana na mambo ya kuhusu kusameheana. Vile vile tungetaka tuweze kukumbushana jambo hili, lakini vile vile ningependa tuangalie katika kisa cha Ahmad bin Hanbal, miongoni mwa ulama ambao waliotutangulia huko mbeleni. Tuangalie wao walikuwa wakiishi vipi na kusamehe watu. Sote tunafahamu kuwa Ahmad bin Hanbal rahimahullah alikuwa kuna kipindi aliwahi kuadhibiwa kutokamana na fitna ambayo ilikuwa imezagaa katika mujtama kipindi hicho kuhusu kuumbwa kwa Qur'an. Lakini vile vile walipokuwa hawakuwafikiana, akawa Ahmad bin Hanbal akawa ni mwenye kuadhibiwa, kupigwa mijeledi ya hali ya juu. Lakini kisa hiki tutakienda sambamba tukiona vile kipindi hicho, wakati Ahmad bin Hanbal alikuwa katika siku zake za mwisho, alikuja mmoja katika wale ambao walikuwa kimwadhibu siku ile, katika wakati walikuwa kimpiga mijeledi, akaja kwa Ahmad bin Hanbal wa taraka albab, kisha mtu yule akagonga mlango. Wa kharaja alayhi ibn al-imam, aliyetoka kufungua mlango ni kijana wake wa Ahmad bin Hanbal. Basi faqal, yule jamaa akasema, niombee msamaha kwa baba yako, hakika mimi nilimdhulumu katika haki yake. Yule mtu ambaye alikuwa amempiga mijeledi kipindi kile alimkujia Ahmad bin Hanbal ili kutaka jambo limoja tu, kuweza kusamehewa. Basi yule kijana akaingia ndani, akamwambia baba yake, akamwambia hakika mtu ambaye ako mbele ya mlango ama mtu ambaye amekuja kugonga mlango ni mtu ambaye alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wakikuadhibu kipindi kile. Sasa hataki kingine isipokuwa anataka msamaha kutoka kwako. Basi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah akasema, kwenda mwambie hakika mimi nimemsamehe duniani na kesho akhera, nimemsamehe wala sina kinyongo na yeye. Lakini kijana yule akawa ni mwenye kustajabika sana, akamuuliza, ya abi, kaifa bihadha albasata, inakuwaje unamsamehe ghafla hivi kwa wepesi hivi? Imagine mtu amekunyanyasa, amekupiga, lakini leo hii amekuja kukuomba msamaha, lakini wewe umekuwa ni mwenye kupitisha moja kwa moja na kumsamehe bila kusita. Faqala lahu, basi Ahmad bin Hanbal akamwambia yule kijana wake, idha kana yawm alqiyama nada munad, akamwambia hakika siku ya kiyama kutakuwa kuna mwenye kunadi, akisema vipi? Man kana ajruhu ala Allah falyaqum. Akamwambia kijana wake siku ya kiyama kuna wenye watakuwa wakinadiwa, wakisema vipi? Yule mtu ambaye anafahamu ujira wake uko kwake Allah subhanahu wa ta'ala, basi asimame. Fayaqul, akasema, je, atarifu man hum alladhina ajruhu ala Allah, je unamfahamu ni kina nani ambao ujira wake uko kwake Allah subhanahu wa ta'ala? Qala man, basi kijana kamuuliza ni kina nani hao?
Qala faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hakika yule mtu ambaye atakayesamehe na akafanya sulhu baina ya waliokosana, basi mtu huyo ujira wake uko kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisa hiki kifupi kiweze kutupatia mafunzo. Huyu Ahmad bin Hanbal alinyanyaswa kipindi hicho, akapigwa mijeledi, akaumizwa, lakini yule mtu amekuja kwake kutaka kumuomba msamaha ili aweze kumsamehe. Lakini Ahmad bin Hanbal rahimahullah hakuweza kusita hata kidogo, wala kumuuliza imekuwaje, unakumbuka kipindi kile mlivyonifanya sijui nini. Lakini leo sisi tofauti yetu ni moja. Leo sisi mtu anaweza kakukosea ama kakudhulumu, lakini unasikia wallahi fi dunya wal akhirah sitakusamehe, mimi na wewe tutasimama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anamwambia mtu mwenzake hivyo. Na wengine, kuna watu wengine aina tofauti, ndio wamekosewa, wanakuja kuomba msamaha, lakini vile vile wale ambao waliofanyiwa makosa hawataki kutoa msamaha. Anasema mimi sitakusamehe duniani na kesho akhera. Lazima tusimame mbele ya Mwenyezi Mungu. Ahbabi, kisa hiki tuweze kupata mafunzo ndani yake. Angalia Ahmad bin Hanbal aliteseka, akapigwa, lakini hayo yote hakujali. Amekuwa tayari kupatiana msamaha bila kinyongo chochote kile. Akamwambia nimekusamehe duniani na kesho akhera. Hivyo basi na sisi tuweze kuwa na nafsi kama hizi, nyoyo kama hizi za kuwa na huruma, kusameheana. Vile vile katika moja ya faida, yule mtu ambaye atakayekosewa lakini hatojali katika kukosewa kwake, akamfuata aliyemkosea akamuomba msamaha. Hatojali amekosewa, lakini amekosewa ndiyo, lakini akamfuata yule ambaye aliyefanya makosa kwa ajili yake, akamkosea, akamuomba msamaha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu anakuwa ni bora kuliko yule mtu ambaye amekosea alafu hakwenda hata kumuomba msamaha. Leo sisi tunaonekana utakapokosewa na kumfuata mtu ambaye aliyekukosea itaonekana ni dharau, fedheha, yani hautoeleweka kiufupi. Lakini laiti tungelijua kuwa wewe ambaye uliyokosewa ukimfuata yule ambaye aliyekukosea, wewe utakuwa ni mbora kuliko yule ambaye amekukosea. Hivyo basi ndugu zangu ni katika iman, tuweze kuchukua faida hii, tuweze kusameheana kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile ikibidi kama tumekosewa, tusisubiri wakuja kutuomba msamaha, bali tujidhalilishe ili kesho tuweze kuwa wabora kuliko hao ambao waliotukosea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.